challenges that we face, that we see here, that are visible outside, they all began from somebody's heart. Mengi yalianzia ndani ya moyo wa mtu mmoja tu. Hakuna ufisadi unaotokea kwanza ofisini. Unaanzia moyoni. Hakuna mauaji ambayo yanaanza pale barabarani. Uhalifu na kadhalika inaanzia moyoni. Vile vile hakuna ndoa ambayo inavunjika kigafla tu. Ilianza kwa moyo ulioanza kupoa chini. Hakuna taifa ambalo linaporomoka kwa siku moja. Linaanza tu pale watu wanapoacha kusikiliza dhamiri zao. Na ndiyo maana leo unakumbuka masomo ya siku ya jana, somo la kwanza. Hatujaambiwa kwamba nendeni mkawasafishe wengine. Tuliambiwa kwamba jiosheni. Kwa nini? Kwa sababu mabadiliko ya kweli hayaanzi kwa jirani yako, hayaanzi kwa serikali, kwa viongozi, kwa vijana, kwa walimu, wala kwa kanisa. Yanaanzia kwangu na kwako. Penzi msikilizaji, let us look at the mirror of the heart. Kila asubuhi tunaoga, tunapiga mswaki, tunachana nywele, tunavaa nguo safi, hata manukato tunapulizia. Lakini ni mara ngapi tunauosha moyo jamani? Tunajali sana jinsi watu wanavyotuona, lakini je, tunajali jinsi ambavyo Mungu anatuona? Manake unaweza kuvaa suti nzuri, lakini moyo wako umejazwa na chuki. Unaweza kushika rozari mikononi, lakini mioyoni hakuna msamaha. Unaweza kuimba kwenye kwaya nyimbo za kuliwaza, lakini nyumbani kwako hakuna amani. Vile vile unaweza kusali kwa sauti kubwa, zile za kutetemesha, za kuporomosha na kuangusha mapepo. Lakini biashara yako labda imejengwa juu ya uongo. Penzi msikilizaji, tunaambiwaje? Mungu anaangalia moyo. Ndio maana hata Mfalme Daudi aliweza kusema, Mungu uniumbie moyo safi. Hakuomba kwamba apewe mali nyingi, kwamba nipe cheo, nipe umaarufu kunradhi. Aliombea moyo, kwa sababu alijua kwamba moyo ukibadilika, maisha yote yatabadilika. What does it mean to wash yourself? Hebu tujiulize, Mwenyezi Mungu anaposema jiosheni, anamaanisha nini? Je, ni maji? Je, ni kutafuta tu maji ujioshe jinsi ambavyo unaoga kila asubuhi, kila siku? Hapana. Anasema uanza kujichunguza. Uweze kukubali kwamba mimi pia nina mapungufu. Mimi pia ni mkosefu. Na uache kusema kwamba wote wana makosa isipokuwa mimi. Manake kuna msemo unasemaje kwamba kidole kimoja kinaponyoshea mwingine, vinne vinakurudia wewe. Unaponyosha kidole kimoja kwa mwingine, angalia vidole vinne vinatazama wapi? Vinakurudia wewe. Ni rahisi sana kusema kwamba viongozi ni wabaya, vijana wameharibika, watoto hawasikii, wanandoa wavumiliani. Lakini mimi je, nikoje? Je, mimi ni mwaminifu? Mimi ni msema ukweli? Mimi ni mnyenyekevu? Ninaishi kile ninachohubiri? Penzi msikilizaji, hebu fikiria nyumba yenye vioo vyote vimefunikwa na vumbi. Ukisimama mbele yake huwezi kujiona vizuri, sivyo? Tatizo sio kioo. Tatizo ni uchafu. I hope umenipata. Tuchukulie mfano nyumba ambayo imejengwa na vioo. Lakini unapopika pale unakuta kwamba vioo vimefunikwa na vumbi. Ukisimama mbele yako huwezi ukajiona. Sio kwa sababu hakuna kioo. Kioo kipo. Tatizo kioo ni kichafu. Vivyo hivyo kioo kikioshwa basi utaweza kujitazama vizuri. Ndio maana tunaambiwa tuweze kujichunguza.
Je, tuko na dhambi, kiburi, hasira, uongo? Haya yote hufunika moyo hadi mtu hawezi tena kujiona alivyo. Anaona makosa ya kila mtu isipokuwa makosa yake. Ndio maana siku ya leo tunaambiwaje? Jiosheni. In our society today, leo tunalalamika kuhusiana na rushwa, ukatili, mauaji, ubakaji, ulevi, madawa ya kulevya, watoto ambao waheshimu wazazi ambao hawana muda na watoto wao. Lakini tujiulize, haya yote yalianzia wapi? Yalianzia moyoni. Moyo usiposafishwa, jamii haiwezi kuwa safi. Sheria zinaweza kubadilishwa, lakini kama moyo haujabadilika, tatizo litaendelea. And the greatest battle that we have today, vita kubwa, sio ile ya bunduki, sio ile ya kisiasa, sio ile ya uchaguzi. Vita kubwa ni ile ya moyo. The greatest battle is the battle that is happening within our hearts. Manake kila siku moyo unapigana kati ya msamaha na kisasi. Huyu amenikosea, nilipize kisasi ama nimsamehe? Moyo uko katika vita. Ukweli na uongo, nisimame na ukweli ama niamue tu kuendelea na uongo? Nisimame kwa upendo ama na chuki? Unyenyekevu au kiburi? Masuala ya huruma na ukatili? Manake kila uamuzi tunapasa kufanya tukizingatia haya. Penzi msikilizaji, iwapo leo Mungu amekupatia nafasi ya kukuonyesha moyo wako ulivyo, je, ungefurahia kuona? Ni tabia gani ambayo ungependa Mwenyezi Mungu aisafishe ndani ya mioyo yako ama ndani ya moyo wako? Ni jambo gani ambalo unahitaji kuliacha ili uweze kuanza maisha mpya? Je, kuna mtu ambaye labda unahitaji kumsamehe? Penzi msikilizaji, usiogope kujitazama. Kuona uchafu sio kushindwa, ni mwanzo wa kupona. Unapogundua kwamba moyo wangu umechafuka, basi unaanza safari, hatua ya kuisafisha, ya kuipona. Manake daktari vile vile hawezi kutibu ugonjwa ambao mgonjwa anakataa kukubali. The first thing tunaambiwa kwamba ni acceptance. Unapokubali kwamba mimi ni mgonjwa, basi uponyaji unaanzia pale. Unapokubali kwamba mimi ni mchafu, ile safari yako ya kujisafisha unaanzia pale. Na Mwenyezi Mungu vile vile hawezi kubadilisha moyo ambao unajiona hauna tatizo. Leo hii hatujaalikwa ili tuweze kuhukumu. Tunaalikwa